Kwanza mechi ya jana dhidi ya TRA United kutoka jijini Arusha ni mechi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana, si mashabiki wa Simba peke yao, ila hata mashabiki wa timu pinzani kuanzia Yanga na timu nyinginezo walikuwa na hamu ya kujua nini kitajiri, kwa sababu mechi iliahirishwa japokuwa ni mzunguko wa kwanza, lakini mechi imerudiwa Dar es Salaam kwa raundi nyingine, lakini tayari ilikuwa ni tough game kwa pande zote, dhidi ya Simba dhidi ya TRA. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni nzuri, mechi ushindani ulikuwa ni mkubwa, na mpira unacheza wa kutosha, na matokeo mazuri tunapata ndani ya dakika 90 ndugu yangu. Na kwa Simba unaiona wapi? Simba na yeye ikifika mbali tena, kwa dalili zikiendelea hivi, ubingwa uko nje, kwa sababu wenzetu wameshapoteana. Mfuko ule washinda wao, sisi tumeutafuna. Yaani kama dakika 90 ndio kwenye mechi yao ya juzi, hata target hata moja, vipi sisi tulivyocheza mpira jana, umeona wewe mwenyewe ndio maana of the match katoka kwa kwao, juzi tamana of the match katoka Ramadhani Chapwedo, unaona bwana. Kwa hiyo tayari inaonyesha ni kiasi gani tofauti yao na sisi katika swala la football tukiwa katika pitch. Kwa hiyo Yanga yabaki maneno, Simba yabaki vitendo. Sisi mpira tumeugusa na mpira umechezwa na matokeo kila mmoja ameona, hakuna mbeleko. Kama utasema Simba kabebwa, unaona bwana, basi na wewe pakatwa, lakini Simba ameshinda kwa njia halali kabisa, hakuna makando. Ukikaa na mwananchi atakwambia bwana Simba kabebwa kafanya, mwambie naye mwananchi ukiona hivyo, basi nawe pakatwa ndugu yangu. Na Kibabage ulimuonaje kwenye mechi ya siku ya jana? Ilikuwa ni mechi maalum kwa ajili yake. Kibabage Day ambaye ni Kibabage, binafsi napenda kupita Marcelo wa Tanzania, kwa sababu mpira aliocheza jana ni mpira mkubwa mno. Goli la kwanza litokana na miguu yake mwenyewe, lakini kacheza mpira ambao kiuhalisia, yaani naweza nikasema mtu yenye matunda ya kurushiwa mawe, wanakushia mawe kwa niaba ya kurusha mbali zaidi. Ili ufanikiwe hata katika maisha ya kawaida, kubali kurushiwa mawe. Sasa Kibabage bila anapomrushia mawe wapinzani ni sehemu ya kumnoa, na kila uchao tunazidi kuona Marcelo mpya kutoka Madrid, kumbe tuko ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo naamini Kibabage na uwezo alionao akaendelea vile, baba sio akubaki ndani simu mbili ile tunauza nje, maana tayari sio mtu akufanyaje kuendelea kutumikia Simba kwa muda mrefu. Kwa uwezo tuliomuona nao jana, naamini Mungu akipenda ni mtu kusogea na kufika mbali zaidi. Ule alikuwa anampotezea muda, kaja Simba na enjoy, anapiga mpira wa kutosha, anaonyesha kiwango kizuri na anasaidia timu na anashirikiana na wachezaji wenzao kwa ujumla, kwa kweli kwenye kufikisha Simba zaidi kufika mbali zaidi. Kwa hiyo tuseme kwamba wale maadui zake anawajibu kwa vitendo tu. Yaani yeye amewachia maneno wao, kwanza sisemaji wao na wengine mashabiki wao, yeye amewachia maneno, yeye anawajibu kwa vitendo. Sababu tumemwona Kibabage Day. Ndio maana nikakwambia binafsi namuita Marcelo, kwa sababu hebu angalia mpira aliocheza jana. Anatoka mbavu kushoto mpaka na kiko upande wa juu. Leo mwenyewe unaona. Wewe ni mtu ambaye sijui ni kwambiaje ndugu yangu, lakini Kibabage haikuwa bahati mbaya kutoa Kibabage Day mechi ya jana. Ni mechi ambayo alitarajiwa kwamba ataonyesha uwezo wa hali ya juu, na Mungu kamjalia uwezo, kataonyesha kwa vitendo, sio maneno. Maneno tumewachia wao. Kibabage ameamua kuonyesha matendo ndani ya uwanja wa mechi ya Isamuyo ndugu yangu. Na kwa kikosi cha Simba in general unakionaje? Tumeona sabu ambazo zinafanyika, unatoa chuma unaingiza chuma, anatoka huyu anaingia huyu, ni moto zaidi. Kwa in general kikosi cha Simba kwa msimu huu hapa, unakionaje na unakizungumziaje? Yote kabla sijazungumzia kikosi, napenda kwanza kumpongeza kocha wetu ambaye ni kocha mpya yule Baka, kwa sababu tayari ni kocha ambaye sijui kwa ndege, ni mtu ambaye anapanga kikosi ile inavyotakikana. Tayari wachezaji walioko nje ni chuma, anaingia ni chuma. Tunaangalia mechi ya jana, mfano akina Elim Panzo wote walikuwa nje, ni mastaa miongoni mwa mastaa tunategemea na Simba, lakini angalia alioanza wenyewe ni moto, waliotoka walioingia ni moto zaidi. Kwa hiyo tusiki nachokiona mimi, Simba kama Mungu akipenda tukaua na utakuwa na uwiano huu, wakawa na ushirikiano huu, basi makubwa yanakuja na kitu ambacho nilichokipenda mimi, tayari ari na morali ile ya nguvu moja tunaifahamu katika Simba imerudi huko kwa kweli. Na ukiangalia ratiba ya Simba mara baada ya kalenda ya FIFA, ni kama vile ratiba itakuwa ngumu kweli kweli. Baada ya siku kadhaa mtakuwa mnacheza, baada ya siku kadhaa mtakuwa mnacheza, baada ya siku mbili mtakuwa mnacheza. Hii hapa haiwapi wasiwasi? Tutakuwa tuna mechi tarehe 2 na Coastal Union ikiwa nyumbani, lakini tutakuwa na mechi ya pili siku na nani ile dhidi ya Azam tarehe 5. Dhidi ya Azam tarehe 5, yani baada ya siku mbili ni mechi. Kwangu mimi bado siwezi kutia doa kwamba kwa nini mechi imeumana hivyo, hapana. Kwa kikosi hiki na upana na ubora wa wachezaji wetu, bado naamini nafasi Simba hii na ubora ule tulionao
Yaani siku mbili bado ni nyingi. Hata tungepanga asubuhi tucheze na Azam, hiyo mchezo na Coastal Union, kesho kutwa tucheze na TRA, yote tunayaweka na Tanzania ni ligi Tanzania, umeona bwana. Yaani bwana Godson. Naam. Simba imeiva ndugu yangu. Simba imeiva, shaka ondoa, mpira unapigwa. Kwa hiyo sisi ratiba kuwa ngumu kwamba itacheza kila baada ya siku mbili. Tarehe 2 tuna mechi, tarehe 3 tuna mechi na Azam, tarehe 8 tuna mechi na Tanzania na hii Tanzania sorry kwa Tanzania maana Tanzania sio ni kazi. Hii Tanzania umeona bwana. Kwa ndani pale kila baada ya siku mbili 3 tuna mechi. Kwangu mimi bado haiwi ni sababu ya Simba kutuonyesha kile kiwango ambacho tunacho, kwa sababu hebu angalia kwa mfano jana pale kwenye ukuta tulionao, umeona bwana. Kuna wachezaji wengi tu ambao walikuwa bench ambao hata tutacheza. Angalia kwa Salim Kapombe msaidizi wake, angalia Nixon Kibabage msaidizi wake, wote wako nje lakini vijini vyuma. Kwa mfano hizo kanitumia mfano mbavu wa kushoto, unaona bwana. Walioanza juzi unaweza kusema hao wote wanapumzisha, lakini mechi yao anacheza huyu na huyu, unaona bwana. Kuna kina Migo ni wachezaji wazuri mpaka sasa tumewasahau kwa sababu kikosi ni kipana na kila mmoja anaonyesha uwezo wa kutosha. Kwa hiyo swala la ratiba kubanana kwa Simba hii, sisi mashabiki wa Simba tunaamini hata ikicheza mechi asubuhi Coastal Union na Simba jioni saa 1 mechi Simba na Azam tunashinda mechi zote bado. Kwa hiyo hilo shaka ondoa, ratiba kubanana kwa upande kwa sasa hivi sio shida zetu ndugu yangu. Sisi tunataka ni boli litembee, matokeo yapatikane ndugu yangu. Bwana sawa. Na kwa ndugu zenu Yanga vipi? Tunaona wanaendelea kupata sare za kutosha. Juzi tukaona fujo uwanjani pale, golikipa ameleta fujo za kutosha, lakini pia akaonyesha ishara ya tusi kwa waandishi wa habari. Kwa ndugu zenu Yanga vipi? Unawazungumziaje? Wamezidiwa sana na misare. Yanga kwanza nisema ameshiwa power. Ameshiwa power kwa sababu tayari zimekuwa ni sare za mfululizo. Imeonyesha ni jinsi gani kikosi cha Yanga kwa sasa ni dhaifu, kwa sababu tayari ameonyesha wachezaji wao ndani ya kikosi namba 1 akiwemo Ibrahim Baka, akiwemo Dickson Jogu, akiwemo Dube. Kuna wachezaji karibia 6 nafikiri hapo kwenye kikosi cha Estelele Nyasenga. Kina Depo umeona bwana. Kwa hiyo tayari kuna wachezaji karibia 6-7 nafikiri hawapo kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo tayari kwao imekuwa ni pengo. Aliyakuwa timu na wachezaji 23 ambao ni wachezaji ambao wanastahili kwanza wanastahili kwanza kwa muda wote na kuwa rafiki. Na kwanza Estelele ni kwa kila taifa kwangu. Hii ndio tumeonyeshwa. Tumeona kikosi kimekuwa ni kinaovepa aina gani. Kwa hiyo Yanga kwa sasa wameshiwa power, uwezo wao umekuwa hafifu. Tayari inaonyesha walikuwa na wale Estelele wenyewe imeshakuwa ni tegemezi kwamba wale waliokuwa wamewakariri kwamba hando Estelele. Kitendo cha wao kuwa nje ya uwanja kwa muda fulani imeshakuwa ni pengo, na ni pengo lenye kuzidi kuathiri kila uchao. Lakini nizungumzie kuhusu Diarra ambaye ni golikipa wa Yanga. Golikipa wa Yanga naweza nikasema yeye alishajiaminisha kwamba yeye ni bora kuliko kipa yote Tanzania. Alishajiaminisha kwamba yeye ni mchezaji kwa mataifa na zawa kuliko mchezaji wote ndani ya ligi kuu ya Tanzania. Bwana alichokionyesha yeye ni utovu wa nidhamu ya hali ya juu. Mpira au heshima yako ili endelee kuwa katika kari yake na mtaikana, basi kwanza ni nidhamu. Bwana lakini Diarra alichokionyesha sio kitendo cha kiungwana, sio kitendo cha kizalendo, sio tabia za Kitanzania zile, wala sio football tunaifahamu sisi ndani ya Tanzania. Bwana wewe naiomba sana kupitia channel yako paza sauti na endelea kupaza sisi kama mashabiki kwamba tukifanya sisi kwa unazi kwamba mimi kwa kuwa ni Simba hapana, ila nazungumzia kwa sababu alichokifanya si uungwana. Inabidi TFF iendelee kuchukua hatua kali dhidi ya Diarra, kwa sababu ndani ya sasa tunahitaji kupata taarifa kwamba nini wamechukua, nini wamekifanya. Kwa sababu kwanza mechi ya juzi ilitakiwa kulapo katika kombe masimu. Nidhamu ya chini sana inarudisha. Bila lilofungwa ni kama vile la kichwa. Yanga mambuli kama yale haijaanza leo kufungwa. Bwana. Tulishafungwa na lishizo kama ni kichwa miaka nyuma. Haya, bwana. Leo kama Diarra unakutana nacho kule ni sehemu ya maisha ya kawaida kwa Yanga. Maana kwenye rekodi zenu mlishafungwa kwa mfumo huu. Kwa hiyo kwa nini sasa wewe mtu malalamiko, mtu makasifu? Yule hata wewe kiingia, mtu kaonyesha uwezo wa kufunga, mpige makofi, lakini sio kwanza kuongeza rekodi. Na mwisho wa siku natokana ndicho hapa. Leo Diarra kaonyesha kitendo cha eneo pale. Vipi kipa Diarra hii kishukuru? Anafanya nini kwenye mwandishi wa habari? Ataheshimuje mwandishi wa habari? Ataheshimuje? Leo Diarra yuko pale. Wapo vijana wengi mtaani
ambao tayari role model wao ni Diarra, unahitaji kuwa magolikipa bora kama Diarra. Unaona bwana? Leo unapoonyesha lugha chafu ya matusi kwa waandishi wa habari. Waandishi wa habari ndio wanaacha wewe unafika. Kama simu ya kina Godson. Leo Diarra mtoto wa mtaani miaka 7 miaka 8 hana simu kubwa, lakini akiona katika mitandao ya kijamii kupitia simu hata ya mzazi au vyombo vya habari vinginevyo, tayari anajua kabisa kwamba huyu ndio golikipa wa Yanga, huyu ndio yuko hivi. Hata kana kwenye TV bila waandishi wa habari. Je, taarifa kwenye vyombo vya habari. Sasa leo chombo cha habari kidharau. Unaona bwana? Ukamwonyeshia mwandishi wa habari lugha matusi na kufanya kwa mfano.